kwenye sekta ya utoaji huduma. Nyewe mnakumbuka, hasa mwenyewe watu wazima, hoteli zetu hapa nchini nyingi, ukienda hotelini zile za kitalii, mameneja wote walikuwa wanatoka nchi za jirani. Kwa nini? Sisi hatukuwa tumejiweka vizuri toka mwanzo kwenye kozi hizi za utoaji huduma. Lakini nakwambia leo hii, nenda hoteli yoyote Tanzania, meneja walio wengi zaidi ya 90% ni wa Tanzania. Kwa nini? Wamepata ujuzi mahiri kwenye utoaji huduma. Na hao utawakuta ngazi zote. Wako ambao wamemaliza darasa 7, amesoma ufundi mahiri, amepata ajira, lakini wengine wamejiajiri. Wako waliomaliza kidato cha 6, kidato cha 4, hata waliomaliza vyuo vikuu lakini hawakupata ufundi mahiri, ameamua kwenda kusoma ufundi mahiri kwenye vyuo vyetu ikiwemo na VETA, na leo hii ni mafundi mahiri. Nataka niwahakikishie vijana wa Tanzania, bila kujali elimu ulionayo, ili mradi unatamani kuwa fundi mahiri kwenye eneo hilo, tumeweka utaratibu mzuri sana wa kuelimisha, huku tukianza kujenga msingi wa ufundi mahiri kutoka kwenye ngazi ya sekondari kwa kujenga shule ya amali kama hii. Kwa hiyo Watanzania, nimekuja kuhakikishia kwamba serikali yenu inaendelea na mkakati wa kuhakikisha kwamba tunawafungulia milango ya ujasiriamali, milango ya kuwawezesha. Ukiwa huko uraiani unaweza kufanya shughuli ikakupatia soko na ukafanya shughuli ikakupatia kipato ukaendesha maisha yao. Tunaona walioingia kwenye kilimo saizi wana kitalu kidogo, wanalima mboga au mazao ya bustani, na anavuna sana na anapata kipato chake. Na tumewakuta huko hata waliomaliza vyuo vikuu wanafanya hizo kazi, ili mradi ametamani yeye mwenyewe kuingia kwenye sekta ya kilimo, kuingia kwenye sekta ya mifugo, kuingia kwenye sekta ya uvuvi, lakini pia ufundi kwenye maeneo haya, lakini pia hata ya utoaji huduma. Tumeona hayo. Na mimi nimefanya ziara maeneo kadhaa. Nimeenda Kiela kwani Mbeya, VETA pale. Wananchi pale walipoona programu ile ni mzuri, wako wakina dada walitamani pia wapate taaluma ya ususi. Walipoenda kwa mkuu wa chuo wa VETA pale Kiela, akaona ni wazo. Alipouliza makao makuu, kwa maana ofisi ya waziri mkuu, akaambiwa anaweza kuanzisha ibada, anapata mfundishaji. Na alichokifanya mkuu wa chuo ni kwenda Mbeya mjini kwenye moja kati ya saluni maarufu, kampata yule mtaalamu aliyebobea kwenye ufundi huo mahiri wa ususi, akampeleka VETA kusimamia ile kozi, akiwafundisha wadada wakiendelea na shughuli za ususi kama eneo la ufundi maalum. Na nilipotembelea nilimkuta, nikapeleka kwenye idara yao, nikakuta pale wamepamba vifaa vyao, mhadhiri wao yupo. Na nataka niwaambie, aliyekuwa anafundisha ni kijana aliyomaliza kidato cha 4, dada amemaliza kidato cha 4, lakini mahiri kwenye ususi na ni maarufu jijini Mbeya. Lakini miongoni mwa wanaosoma yuko pia mhitimu wa chuo kikuu, anakuja kusomea ufundi maalum wa ususi, na akimaliza anaenda kufungua eneo lake. Haya ndio malengo ya serikali ya kuwafikisha vijana wote ambao mpo kupata ujuzi, ili ujuzi ule utumike katika kujipatia kipato. Tupunguze uhitaji wa ajira. Ni kweli uhitaji wa ajira, ziko ajira rasmi za serikalini kwenye halmashauri, lakini kuna ajira ambazo si rasmi, lakini zenyewe pia zinaleta mapato ya mtu mmoja mmoja, ikiwemo na ufundi mahiri. Na kwa bahati nzuri, sera yetu ya elimu ya sasa imesisitiza elimu ya ufundi mahiri, na tunaita amali. Ndio kwa sababu shule hii tunaita shule sekondari na amali. Amali ni ufundi. Lengo ni kuwaleta vijana waanze kupata ujuzi, anamaliza kidato cha 4 na ujuzi wake, basi huku juu kutakuwa na maeneo yenye ngazi hizo kadiri ya ujuzi anaoitamani aweze kufikia mahali hapo.